Wasesi vipi, mbona waje sana? Nilikuwa mbali rafiki yangu yaza. Nimepita sana hapo ulikuwa usikii. Acha ni haya. Nilikuwa mbali kidogo. Mbali wapi? Unajua asubuhi wakati nipo kwenye harakati zangu nilipita maeneo fulani hivi ya Mwenge pale. Wakati unatafuta riziki. Sasa wakati nimepita nilikuwa nimeshapanda magari ya kwenda Mabibo. Lakini wakati nimepanda nilikuwa nimekaa siti ya pembeni kabisa dirishani. Magari yalisimama kwenye foleni. Sasa wakati magari yamesimama kwenye foleni alitokea dogo hivi wa kiume, mtoto mdogo tu, miaka nadhani hata miaka 9 hajafikisha, mdogo kwenye miaka 7 hapo 8 9. Alikuja akiwa ameshika kidumu. Kwenye kile kidumu kuna maji ambayo yamechanganywa na sabuni, na mkononi ameshika kitu kama dasta ila limeunganishwa na nini, na mti. Kwa hiyo ameshika ni mti, ila huko mbele brush. Lakini yule mtoto cha kushangaza alikuwa anavizia magari yakisimama kwenye foleni, kama vile anapita katikati ya magari, anaomba watu ambao wapo kwenye magari yao, hasa magari yale madogo. Unaelewa tena wale watu ambao wanatembelea usafiri wao binafsi. Naelewa ya mazingira. Alikuwa anapita na kuwaomba asafishe vioo, yani anakusafishia hata kidogo tu, ili mradi apate riziki. Maana akisafisha anapewa chochote. Akisafisha unampa hata ni 500 buku, anarizika. Alipita kwenye gari la kwanza, alikuwa anaendesha ni mwanamke. Alisafisha gari kwa pale mbele tu, yule mwanamke alitoa hela kitu kama 2000 akampa. Akampatia dogo. Akampatia. Lakini magari yalikuwa bado hayajaruhusiwa, yalikuwa bado kwenye foleni, kwa hiyo dogo alipita kwenye gari jingine. Alipopita kwenye hilo gari pia alikuwa ni mwanamke. Lakini yule mtoto alivyomuomba kwamba naomba nisafishe kioo chako, yule mwanamke alimuonyesha kwa ishara kwamba hataki. Labda hicho kioo labda kilikuwa kisafi. Hapana. Ile kioo nilikiona kabisa kilikuwa ni kichafu, lakini alimnyima yule mtoto kusafisha. Na mimi najua yule mtoto sio kwamba anafanya kwamba ni kazi kabisa, hapana. Inatakiwa watu tuelewe tu kwamba kuna watoto wengine wanafanya mambo kama hayo ili kupata riziki. Anaona akikuomba hela yake utamwona ni ombaomba. Lakini uko lazima hata kusafishia tu kioo, hata kama ni kidogo, mpe chochote, hata 500. Na mimi naamini kabisa yule mwanamke aliyokuwa kwenye ile gari alikuwa na uwezo wa kupata hata 500 au 1000, lakini alishindwa kumsaidia yule mtoto. Kwa hiyo mimi kile kitu kiliniumiza kuona kwamba saa hizi asubuhi mimi Mungu amenipa riziki, amenipa uwezo wa kutoka hata kwenda kwenye kupambania maisha yangu, kufanya kazi, na umri wangu unaruhusu kwenda kufanya kazi. Lakini mtoto kama yule kwa muda huo ilikuwa ni asubuhi, watoto wenzake wa umri wake wapo madarasani wanasoma. Wengine wapo shule za hela, wengine wapo shule za serikali, lakini wapo darasani wanafanya nini? Wanasoma. Lakini mtoto yeye alikuwa barabarani akihangaika kusafisha magari ya watu ili apate riziki. Na nilipomwangalia ni mtoto ambaye alikuwa amechafuka, in short. Kwa hata hela anazotafuta huenda ana wadogo zake ambao wanamtegemea. Ana ndugu ambao wanamtegemea wadogo, au wazazi wake labda ni watu ambao hawajiwezi. Kwa hiyo kiliniumiza kile kitu, na nikaona kwamba tunachotakiwa ni kuwasaidia watoto ambao wana shida. Na sio barabarani tu, wapo watoto wengi, wengine wapo kwenye vituo vya yatima, watoto wengine wanalelewa kwenye vituo, wanahitaji msaada wa sisi ambao tumepata riziki. At least una kipato ambacho kimemzidi, kwa hiyo ukipata chochote kitu usisite kuwasaidia watoto wenye uhitaji. Kwani huyo mama ambaye alishindwa kumsaidia au alimkataza kuosha ugali, ulifikiria kwamba yeye ndo ana makosa au analomba? Hapana, yeye siwezi kumfikiria vibaya, kwa sababu huwezi jua moyo wa mtu. Mioyo yetu haifanani, kila mtu ana moyo wake. Kwa hiyo huenda kwake yeye aliona ni kawaida tu, ila kwangu mimi ilinigusa, na nikaona kwamba kwa ndo maana nilikuwa nimekaa nimefikiria. Na pia ni kitu ambacho namshukuru sana Mungu, yani nimekaa hapa nafikiria kama mtoto mdogo kama yule yuko barabarani, lakini mimi Mungu amenipa neema, nina wazazi, ninao ndugu ambao wananishika mkono, nina uwezo hata wa kupambania ndoto zangu. Nimesoma vizuri, nimepata elimu, lakini mtoto kama yule hajapata elimu. Kwa ukipata chochote hata kama ni kidogo,
usimlaumu Mungu au usianze kulalamika, unatakiwa kumshukuru, kwa sababu wapo ambao wanatamani wawepo hapo ulipo, ila leo hawapo. Wengine ndo kama hivyo wanahangaika. Sema tu maisha yana siri sana, kwa usimlaumu sana. Labda yeye simuone mtu anaendesha magari ukafikiria wana siri, ndio maana mtu alifanya hivyo, labda niko alimruhusu wafanye hivyo. Kwa simlaumu sana yeye. Ndio hivyo tu rafiki yangu. Kwa hiyo nilikuwa tunawaza hapa, nilikuwa tunafikiria mwenyewe kwamba mimi nimepata neema, nimepata baraka, niliweza kusoma mpaka nimefika hapa nilipo, nimepata elimu, lakini wapo ambao kwani wewe ulimsaidia, ulimpa chochote huyo dogo? Siwezi kusema najisifia, ila nilitoa chochote kitu.